Haleluya. Somo langu la leo ni ijue nguvu ya maombi ya rehema na toba. Leo tunaenda mbele za Mungu kumwambia Mungu atusamee. Tunaenda mbele za Mungu kumwambia Mungu atutakase. Tunaenda mbele za Mungu kumwambia Mungu atuoshe kwa habari ya dhambi yoyote ambayo tuliwahi kukosea, ama tumekosea juzi, ama tumekosea jana. Tunaenda kumwambia Mungu atusamee, na tunaenda kumwambia Mungu atutakase kwa jina la Yesu. Haleluya, wana wa Mungu. Ijue nguvu ya maombi ya rehema na toba. Ndio somo langu la siku ya leo. Ijue nguvu ya maombi ya rehema na toba. Maombi ya rehema ni maombi ya aina gani? Maombi ya rehema na toba ni maombi ya aina gani? Amina, mwana wa Mungu. Maombi ya rehema na toba ni maombi ya kutubu dhambi zetu mbele za Bwana. Maombi ya rehema ni maombi ya kutubu dhambi zetu mbele za Mungu na mbele za Bwana. Ni maombi ya kutubu dhambi zetu mbele za Mungu. Asubuhi mmeanza na maombi ya rehema hapa. Mumeomba, Baba, katika jina la Yesu, ninaomba Bwana unisamee, ninaomba unitakase, ninaomba unirehemu. Maana yake ni kwamba unaitubia dhambi yako uliyofanya jana, uliyofanya juzi, uliyofanya miaka iliyopita. Ndiyo maana ya maombi ya rehema na maombi ya kuomba msamaha na maombi ya toba. Haleluya, mwana wa Mungu. Amina, amina. Kwa hiyo maombi ya rehema na maombi ya toba ni maombi ya kutubu dhambi zetu mbele za Mungu. Haleluya. Maana yake ni maombi ya kujutia chochote ulichokosea mbele za Mungu. Si ndio, mwana wa Mungu? Maana unamwambia Mungu, nimekosea. Mungu nisamee. Mungu nitakase. Mungu nirehemu dhambi zangu. Hivi naongea na mtu mmoja hapa. Maombi ya rehema na toba ni maombi ya kutubu dhambi zetu. Ni maombi ya kutubu dhambi zetu. Kwa lugha nyingine ni maombi ya kujutia dhambi zetu mbele za Bwana. Amen. Naongea na mtu mmoja hapa. Hiyo ni namba 1. Haleluya. Maombi ya rehema na toba ni maombi ya kujutia. Namba 2 ni maombi ya kujutia. Iandike hiyo point. Ni maombi ya kujutia makosa yetu mbele za Mungu. Amina, amina. Hayo ndiyo maana halisi ya maombi ya nini? Ya rehema na toba. Naongea na mtu mmoja hapa. Maombi ya rehema na toba ni maombi ya kunyenyekea mbele za Mungu. Ni maombi ya kunyenyekea mbele za Mungu. Naongea na mtu mmoja hapa. Ni maombi ya kunyenyekea mbele za Mungu. Maombi ya rehema na toba ni maombi ya kunyenyekea mbele za Mungu. Unanyenyekea mbele za Mungu. Sawa sawa na kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 7 mstari wa 14. Mambo ya Nyakati wa Pili 7 mstari wa 14. Biblia inasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Unaelewa eh? Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Maana yake kujinyenyekesha ni kuomba maombi ya rehema. Si tumesema maombi ya rehema maana yake ni kunyenyekea mbele za Mungu eh? Watajinyenyekesha. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Maana yake kujinyenyekesha ni kunyenyekea mbele za Mungu. Amina, mwana wa Mungu. Watajinyenyekesha na kuomba. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba. Unaombaje sasa maombi ya kunyenyekea? Maana yake ni maombi ya rehema, si ndio? Amina, mwana wa Mungu. Na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Na kuziacha njia zao mbaya. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Sasa kujinyenyekesha mbele za Mungu maana yake ni kuomba maombi ya msamaha, si ndio? Si ndio, mwana wa Mungu? Maana yake ni kuomba maombi ya nini? Ya msamaha. Watajinyenyekesha na kuomba. Kuomba maana yake nini sasa? Sio kupiga wachawi, sio kuvunja wachawi, ni kuomba maombi ya rehema na toba, si ndio eh? Watajinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya. Maana yake huwezi kuacha njia mbaya isipokuwa kwa njia ya maombi ya rehema na toba. Kuna mtu mmoja amenielewa? Kuacha njia mbaya maana yake ni maombi ya rehema na nini? Na toba. Utajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso. Kutafuta uso wa Mungu
kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni. Nitasikia toka mbinguni. Na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Maana yake Mungu anasamehe dhambi yako sio kwa sababu ya kupiga wachawi, sio kwa sababu ya kupiga waganga, sio kwa sababu ya maombi ya vita, sio kwa sababu ya maombi ya kurukaruka. Mungu anaiponya nchi yako kupitia maombi ya rehema na toba. Mungu anaponya maisha yako kupitia maombi ya rehema na toba. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakajinyenyekesha. Maana yake kujinyenyekesha, kunyenyekea mbele za Mungu ni kuomba maombi ya rehema na toba. Nimeongea na mtu mmoja? Kuna mtu mmoja naongelea. Watajinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya. Kuacha njia mbaya haiji kwa maombi ya vita. Kuacha njia mbaya inakuja kwa sababu ya maombi ya rehema na toba. Kuna mtu mmoja naongelea. Kwa hiyo mimi Bwana nitasikia toka mbinguni. Nitasikia toka. Maana yake Mungu anasikia kupitia maombi ya rehema na toba. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi. Haleluya mwana wa Mungu. Amina, amina mwana wa Mungu. Na kuiponya nchi yao. Maana yake maombi ya rehema ni maombi ya kunyenyekea mbele za Mungu. Maombi ya rehema na toba. Leo tuko kwenye somo la maombi juu ya nguvu ya maombi ya rehema na toba. Na Jumapili ya leo tunahitaji Mungu asamehe makosa yetu, asamehe dhambi zetu, asamehe maisha yetu, atakase dhambi zetu. Leo tukiondoka hapa isiwepo dhambi itakayonena kwenye maisha yetu hata siku moja kwa jina la Yesu. So rehema na toba yana nguvu ya kumfanya Mungu asikie na akupe unachokitaka. Maombi ya rehema na toba yana nguvu ya kumfanya Mungu asikie na akupe unachokitaka. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili tumesoma hapo. Mambo ya Nyakati wa Pili 7 mstari wa 14 kuna mahala amesema na nitasikia. Nitasikia toka mbinguni. Biblia inasema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Maana yake Mungu anasema, kuna maana anasema nitasikia. Hivi naongea na mtu mmoja? Mungu anasema atasikia. Amina mwana wa Mungu. Na Mungu atasikia. Kwa hiyo yana nguvu ya kumfanya Mungu asikie. Na ninaomba kuanzia leo mwana wa Mungu, jifunze sana kusimama kwenye maombi ya rehema na toba. Kama ni kuomba umeshavunja sana, umeshawakanga wachawi sana, umeshawapiga vya kutosha, lakini yana nguvu ya kumfanya Mungu asikie unachokitaka. Kwa hiyo leo tutakapoomba maombi ya rehema na Mungu wa mbinguni atasikia unachokitaka. Maombi ya kunyenyekea na kuomba msamaha. Maombi ya rehema na toba Mungu anayasikia kwa wepesi sana. Ukishaanza tu, Yesu naomba unisamehe. Kutoka moyoni, Yesu naomba unisamehe. Pale pale anasikia. Nani wewe ananiita? Saa hiyo hiyo anaitika. Haleluya mwana wa Mungu. Saa hiyo hiyo anaitika, anasema nani wewe ananiita? Ni nani wewe ananiita? Ambaye amekubali kuichukia dunia na kunifuata mimi. Kwa sababu maombi ya rehema na toba, hiyo ni alama ya kwamba unachukia dunia, unampenda Mungu. Maombi ya rehema na toba yana nguvu ya kukufanya wewe uwe mtoto wa Mungu. Maombi ya rehema na toba yana nguvu ya kukufanya wewe uwe mtoto wa Mungu. Naongea na mtu mmoja hapa. Maombi ya rehema na toba yana nguvu ya kukufanya wewe uwe mtoto wa Mungu. Kitabu cha Wakorinto wa pili 1 mstari wa 3. Biblia inasema, kitabu cha Wakorinto wa pili kwa wanaoandika, maombi ya rehema na toba yana nguvu ya kukufanya wewe uwe mtoto wa Mungu. Kitabu cha Wakorinto wa pili 1 mstari wa 3, Biblia inasema, na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote. Tunaposema baba, maana yake wewe ni mtoto wake. Haleluya mwana wa Mungu. Nimeongea na mtu mmoja hapa. Tunaposema baba, maana yake wewe ni mtoto. Haleluya. Shangilia kwa Yesu kama unaelewa.